tunafuatilia mambo ya Pastor Ezekiel. Kile mimi naweza nikasema ni kwamba kama baba yake ya kiroho, nimemuita faragani kukiwa hakuna mtu yoyote, nikamuuliza, je, mwanangu, katika haya yote ambayo wanasema umeyafanya, kwa sababu hatutaki aibu na hatutaki kashfa, si uniambie ukweli kama kuna tone la ukweli lolote wa haya mambo. Pastor Ezekiel ameinua mikono juu akaniambia hakuna hata chembe ya ukweli wowote wa yale yote ambayo anasingiziwa. Kama judicial system ya Kenya ni fair, watakuja kumwachilia, lakini kama sio fair, labda watajaribu kumsukuma zaidi, lakini yeye yuko na amani. In fact, amenishangaza ya kwamba anawaombea wote ambao hawajui, wamekoroga haya mambo, wampige vita. Ni kwa maana amesema vita sio vyake, vita ni Mungu atapigana. Na pia la mwisho kabisa amenituma ni ya kwamba wote ambao wanapenda ukweli wakazidi na kumuombea, na waombee kanisa, na pia akasema waombee serikali, waombee majudges na waombee kila mtu. Asanteni. They have done nothing. These are just mere allegations. Nothing has any proof. But again, as we are saying, it's a public relations exercise so that they can what can I say, distract everybody else from the actual facts. They bring in political angles. But let me tell you today, you speak to the pastor, you look at the grounds, you look at the evidence, you look at the facts, you look at the allegations. There is no relationship of any kind at all. You have been told that the pastor and the Pastor Mackenzie on the other side are doing business together. Maybe they are running grounds that are next to each other. We will go to the ground. You'll be able to see that all these allegations about burials, about graveyards in compounds, about places where people can be hidden and where people can be enclosed and where people can be abducted and kept, do not exist. I repeat again, do not exist. It cannot be possibly done, and therefore today we shall demystify that story. You will note that it is hot air, actually hot air. Let me ask you one thing. According